Haleluya. Amen. Wapendwa, haleluya. Huyu Yesu, mwacheni aitwe Yesu jamani. Neema aliyotupa hatujawahi kulipia. Ni neema ya ajabu. Na kushangaa wewe utaki kusema amina, utasema hiyo neema yako wa uhai unaolipia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Lilian Hemed. Nilikabidhiwa CGM mwaka jana, lakini nimekataa kwenda CGM. Bado mimi ni mtoto. Nimebaki bado kwa watoto. Kwa hiyo sinishangae ukasema huyu CGM CWI. I am CWI. Hadi Bwana Mungu atakapopenda ndipo nitaingia CGM. Haleluya. Amina. Somo letu la leo linasema muamini Mungu katika mambo yote makubwa na madogo ili uishi kwa amani. Ukimwamini Mungu utaishi kwa amani. Ukimwamini huyu Yesu Kristo aliyetufia msalabani utaishi kwa amani. Hutakuwa na mawazo muda wote, kwa sababu muda mwingine mawazo yanatupelekea kuwa na magonjwa. Kwa hiyo ukimwamini huyu Yesu utakuwa na amani na utaishi kwa amani sana na sana. Imani tunayokwenda nayo sisi wa Kristo tunaambukizana. Kwa mfano, mimi imani yangu niliyoipata kaniambukiza bibi yangu. Wewe mzazi, ukiwa unamwamini Yesu Kristo, utaambukiza hawa watoto wako. Kwa nini? Mzazi anayemwamini mganga na watoto wake pia watamwamini mganga, because wanaamini kwamba mama alikuwa anaenda kwa mganga, alikuwa anaenda kanisani, alikuwa anaenda kwa mganga, so na hawa pia wataenda kwa waganga, hawataenda kwa Kristo. Okay? Kwa hiyo sisi tunatakiwa tumwamini Yesu Kristo ili hawa watoto wetu waweze wakamwamini na yeye. Tukisoma katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Mtumishi wa Mungu yeyote anaweza kanisomea. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Imeandikwa, nikiikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika namna yako Yunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Kwa sababu hiyo nakukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Amina. Tukisoma mstari wa 5 unasema, nikikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki, ambayo alikaa kwanza katika bibi yako Loisi. Kwa hiyo akikumbuka imani ulio nayo wewe, ambayo kwanza ilikaa katika bibi yako Loisi. Kwa hiyo hapa tunaangalia, inaonekana kwamba huyu bibi yake Loisi alimwambukiza mtoto wake. Amina. Kwa hiyo na wewe ukimwamini Mungu utamwambukiza huyu mtoto wako. Unaweza ukaniambia huyu mtoto amekuja hapa, alikuwa na jina lolote? Alizaliwa bila kujua chochote. Alipomwona mama, baba, bibi anakuja kanisani, acha na mimi niende kanisani, unamwambia mwanangu, huu ni muda wa kanisani. Unakuta anakuambia mama, mimi leo sitaki kwenda kanisani. Unaambia sawa mwanangu. Mungu nisamehe. Unatakiwa umwambie, wewe acha ujinga, ni muda wa kanisani. Sio unamchekea tu. Sawa mwanangu, baki ulale. Alale. Huu ni muda wa kusali. Bibi yangu yule pale, muda wa kusali huwa anatuhimiza na anatuhimiza, ambapo hiyo imani amiliki mdogo wangu hata inyeshe mvua kiasi gani. Jumamosi ni siku ya mazoezi ya watoto. Bibi, mimi naenda kanisani. Bibi anamwambia sasa hivi kuna mvua. Bibi, mimi naomba niende kanisani. Kuna mvua. Atatoka kimya atakuja kanisani. Hivyo iko wapi? Hatumuoni. Kumbe mwenzetu kashakuja kanisani. Alikuwa anajua lolote? Amefundishwa na bibi, amefundishwa na mama. Haleluya. Kwa hiyo ukimfundisha mwanako, ukimjengea misingi sasa hivi, ndio atakayokuwa nayo hadi atakapokuwa mzee. Haleluya. Amina.
Kwa nini tunamwamini Mungu? Yaani mwingine hapa unakuta tu amekaa, hajui kwa nini anamwamini Mungu. Tunamwamini Mungu kwa sababu ya matendo yake makuu aliyotutendea. Haleluya. Ambayo yeye yani ni chanzo ya kila kitu kinachoonekana. Hii miti, yeye ni chanzo. Wewe ulivyo, yeye ndio chanzo, na visivyoonekana, yeye ndio chanzo. Haleluya. Faida za kumwamini Mungu. Kuna faida nyingi ukimwamini Mungu. Kwanza, wewe utaishi kwa amani. Yaani ukishamwamini tu, ukisema mimi naamua kuanzia sasa, kuanzia leo hii nitamwamini Yesu Kristo aliye hai, yaani wewe utaishi kwa amani na kwa amani, na pia utaona matendo makuu na ya ajabu. Hapa ulipo wewe, hapa ulipofikia, sio kwa nguvu zako na wala si kwa uweza wako, ni uweza wa Mungu aliyetufikisha hapa. Haleluya. Elimu ulionayo sio kwa nguvu zako. Labda unaweza ukasema ni wazazi wangu wamenilipia ada. Hapana, hiyo ada haijatoka kwa mzazi wako, ni Mungu kamsaidia mzazi wako hadi kaipata hiyo ada. Maana hiyo ada anaitafuta kwa nguvu, si ndio? Na hizo nguvu anapewa na Mungu, na uhai anapewa na Mungu. Ndiyo maana anapata nguvu, anakutafutia wewe ada, anakulipia. Kwa hiyo elimu ulionayo wewe sasa hivi sio kwa nguvu zako, ni kwa nguvu za Mungu aliyetuumba. Haleluya. Tusome Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza. Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi ikiwa ingaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana amekosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa wao, halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ya ndani yao waliosikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama ile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu. Amina. Mtumishi wa Mungu inatosha. Amina. Neno la Mungu hili hapa. Haleluya. Hii ni Biblia takatifu. Wewe utafunua Biblia, utaisoma. Mungu akasema, mwanangu, nakuahidi, sijui utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani. Ukaamini, ukaelewa hivi, yaani ukaelewa tu, lakini hujaamini. Ni sawa sana kazi bure bure. Ni bora uende sijui wapi ukacheze tu huko basi. Kwa sababu gani? Unasoma neno bila kuliamini na kuliweka moyoni. Wewe unasoma tu ili mradi umesoma. Kwa mfano mchungaji alisema tusome kitabu cha Mwanzo. Wewe ukakisoma chote ili mradi tu umesoma ili umfaidishe mchungaji. Umfaidishe mchungaji, unajifaidisha wewe. Unatakiwa uliamini neno la Mungu. Haleluya. Ili uweze ukapata mambo makuu. Haleluya. Ukiliamini neno la Mungu, unaweza ukapata, yani sio nisemaje, unaweza ukapata mafanikio makubwa sana. Ukiamini kwamba Mungu amesema atatubariki mjini, atatubariki shambani, ni kweli utabarikiwa. Haleluya. Lakini usipoamini ni kazi bure, ndugu yangu. Hata hivyo Mungu anasema, ikiwa una imani sawa sawa na punje ya haradali, unaweza ukauhamisha mlima huo. Haleluya. Wewe unajua punje ya haradali? Punje ya haradali ni ndogo sana. Ukiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, waweza kuhamisha mlima huu. Unaweza ukauhamisha mlima wa magonjwa, mlima wa umaskini, kwa sababu walokole wengi tumetawaliwa na umaskini. Kwa sababu gani? Hatumwamini Mungu. Tukimwamini Mungu, unaweza ukauhamisha mlima ulionao, unaweza ukauhamisha ugonjwa ulionao, kwa sababu unamwamini Mungu. Haleluya. Wewe usiyemwamini Mungu na kushangaa sana, kwa sababu hapa ulipo sio kwa nguvu zako. Kiasi mwamini Mungu ili uweze ukafanikiwa. Tusome Waebrania 11 mstari wa 4. Waebrania 11 mstari wa 4. Biblia inasema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa
angali akinena. Amina. Kwa imani Abel alimtolea Mungu sadaka. Ukiwa unamwamini huyu Mungu, utatoa sadaka iliyonona. Wewe umwamini Mungu, kila siku utatoa senti 100. Lakini ukiwa unamwamini Mungu, utatoa sadaka iliyonona. Kwa nini? Kuna wengine hapa uwezo wao ni wa chini. Pia kuna wengine hapa tuliokaa nao uwezo wao ni wa juu. Lakini katika huo uwezo wao wa juu, wanatoa uwezo wa chini sawa na huyu mwenye uwezo wa chini. Unakuta mwingine na uwezo wa chini, anatoa sadaka iliyonona kuliko huyu mwenye uwezo wa juu. Mchungaji akasema, tunatoa sadaka ya vita. Haleluya. Wewe unajijua kabisa una uwezo wa juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nitatoa robo kiti. Alafu unajijua kabisa, yani Mungu akusijua nisemaje. Mungu anasema na wewe, jenga kanisa. Bado unaendelea kuketi chini. Badala wakati unajijua kabisa uwezo wako ni wa juu. Anza kazi hiyo sasa. Usidharau kiwango chako. Haleluya. Siku ile nilipoingia hapa viti viwili na nasikia mtu anasema, huyu mtoto mtu mzima. Niache kama nilivyo. Nilisukumwa na Roho Mtakatifu tangia majuu. Yaani tangia siku mchungaji anaanza kusema, ahidi viti. Kuna wewe nyingine ananiambia Lili ahidi. Kuna wewe nyingine anasema utatoa wapi hela, una kazi. Nyingine Lili ahidi. Siku ile mchungaji anasema wangapi bado hawajaahidi, wakanyosha mkono, siku niosha mkono. Nikasema huu ni ujeuri uliopo ndani yangu na siwezi nikakikuza ujeuri wangu. Hii sadaka nikitoa Mungu anaweza kanitendea mambo makubwa kwa sababu ninamwamini. Haleluya. Nikanyosha mkono. Wote walisimama hapo wakaongea. Walipomaliza maiki kana narudi kwa mchungaji nikaiomba. Nikasema mchungaji, mimi ni mwanafunzi. Haleluya. Na sina kipato chochote. Lakini nitamtolea Mungu viti 2.5. Kuanzia pale kuna roho ilikuwa inanisukuma. Haleluya. Na nimemuomba Mungu mambo makubwa, kanitendea mambo makubwa huyu Mungu jamani. Sijui nimlipe nini mimi. Sijui kabisa. Na sina la kumlipa. Hata uhai huu nilionao sasa hivi ni kwa neema yake tu. Kwa sababu nisingelifika hapa. Nisingelikuwa mtu kama mimi. Nilipomwamini Mungu hadi shuleni. Kwa hivyo unavyoniona sekondari, kuna form 1, form 2, form 3, form 4. Mababa makubwa tu. Watu wengi waligombea head girl. Mimi Mungu akanisukuma nenda kagombea, nikaenda kugombea. Kwa Mungu jinsi alivyo ajabu jamani. Nikashinda. Lakini nilikuwa naonekana ni mdogo sana. Na niliogombana nao ni watu wakubwa, wasafi, wana hadhi zao. Lakini Mungu akaniheshimisha. Akanitoa chini, akanipandisha viwango vya juu. Huyu Mungu jamani, siwezi nikaacha kumwamini. Huyu ni Mungu wa ajabu. Haleluya. Hata ninavyohubiri hapa jamani, kanipa uhai. Nina furaha muda wote, amani tele nimejaliwa. Haleluya. Amina. Mmoja anaweza kanisomea Ibrania 11 mstari wa 7. Ibrania 11 mstari wa 7. Biblia inasema, kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Amina. Kwa imani Nuhu akajenga safina. Kipindi hicho kulikuwa hakuna mvua. Alafu naambia jamani, kuna gharika itatokea. Watu wanakucheka sana. Kwa sababu gani? Hata mazao yalikuwa yanapanda, yalikuwa yanavuna kwa umande. Haleluya. Amina. Lakini Mungu akasema na Nuhu, jenga safina. Akaamini kwamba gharika itatokea. Akajenga safina. Watu walimcheka sana na kumbeza. Haleluya. Mvua ikaanza mdogo. Watu wanapanda, wanavuna, wanazoshia itakata kishokuto. Lakini bado mvua ikaendelea, akashangaa anza kuelea. Nuhu yupo zake ndani ya safina. Wanamwambia Nuhu, tufungulie. Akasema sijafunga mimi mlango. Aliyefunga ni Mungu. Haleluya. Amina. Kwa hiyo imani ya Nuhu ikaokoa familia yake na yeye pia. Kwa hiyo imani inaokoa pia.
inasemekana kwamba dalili za Yesu kurudi zimeanza. Haleluya. Lakini kuna wengine tangia mlipoanza kusema Yesu anarudi, mbona hajarudi mpaka leo? Endeleeni kuamini walokole. Lakini nyinyi msikate tamaa, endeleeni kumwamini Mungu kwa Yesu atarudi, yupo njiani, anarudi. Endelea kumwamini Mungu, endelea kutenda matendo matakatifu. Haleluya. Usije ukawaiga watu wa dunia kwamba Yesu alisema anarudi tangia enzi zile na zile na zile, kwamba Yesu anarudi, mpaka leo hajarudi. Wewe unasema ila kweli tukae huko duniani, Yesu akirudi tutaona dalili zingine, tutarudi kanisani. Wewe ushindwe na ulegee. Haleluya. Mtu akikushauri hivyo mwambie hapana, na muamini Yesu wangu aliye hai kwamba yupo njiani, anarudi. Haleluya. Amina. Tusome Waebrania 11 mstari wa 29. Kitabu cha Waebrania 11:29. Biblia inasema, Kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Wamisri walipojaribu kufanya vivyo wakatoswa. Amina. Ila huyu Mungu nyie, yaani unaona bonge bahari hapa, alafu unaambia tunapita hapa katikati. Wana wa Israeli wakamwamini Mungu. Haleluya. Musa yaani unaweza kuchapa ile maji nje ikatokea. Kwa akili za kibinadamu sasa hivi, kizazi cha nyoka hawezi kuamini sasa hivi. Haleluya. Musa akachapa ile fimbo kwenye maji. Haleluya. Njia ikatokea, wana Israeli wakapita. Kwa huyu Mungu tunayemwamini aligawanya bahari ya Shamu. Haleluya. Wana Israeli waweza kupata njia ili waweza wakakimbia wa Misri. Haleluya. Amina. Tuweza tukasoma Wathesalonike wa pili mstari sura ya kwanza mstari wa 4. Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 4. Sura ya kwanza mstari wa 4. Biblia inasema, hata na sisi wenyewe tutaona fahari juu yenu katika makanisa ya Mungu kwa ajili ya saburi yenu na imani mlio nayo katika adha zenu zote na dhiki mnazostahimili. Ndiyo ishara hasa ya hukumu iliyo haki ya Mungu, ili mhesabiwa kuwa mwastahili kuingia ufalme wa Mungu, ambao kwa ajili yake mnateswa. Amina. Wateule, najua mnapitia mambo magumu sana, ni magumu kweli kweli, lakini hata kama unapitia magumu, kaza mwendo. Hupo hapa mchungaji alisema, kwa mfano kwa Mungu pale ulianza pale, kuna wengine wanachungulia nje na wanaangalia huko. Haleluya. Wewe kaza mwendo, umefika katikati, unapitia magumu, sema Mungu utanisaidia, na kaza mwendo nifike mbinguni. Haleluya. Kaza mwendo hadi ufike kwa Bwana. Haleluya. Haya magumu unayopitia ni yanapita. Kwa imani utashinda magumu yote. Kwa imani unaweza ukafanikiwa. Haleluya. Amina. Tusome Yakobo sura ya kwanza mstari wa 6. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 6. Biblia inasema, ila naombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye haki ni kama wimbi la bahari iliyochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Amina. Mwenye haki akiwa na imani ataishi kwa amani. Hata kama ukikaa kwa korofi kiasi gani, watu wa sehemu gani, wewe ukiwa unamwamini Mungu na ukiwa una haki, utaishi kwa amani. Utaishi yani kama sijui unaishi na watu ambao mmezoeana. Hata kama umefika sehemu ya ugeni, ukiwa una imani kwamba Mungu atakusaidia, utashangaa tu, mambo rafiki yangu karibu sini na nini, lakini watu hawajui. Lakini ukiwa unamwamini Mungu, anaweza kukufanyia njia pasipo na njia. Haleluya. Amina. Tusome Yuda sura ya kwanza mstari wa 3. Kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 3. Biblia inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu.
tuisimamie imani na tuishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu. Haleluya. Pia kuna kitabu kinasema imani bila matendo imekufa. Haleluya. Yaani wewe ukiwa unamwamini Mungu bila matendo yoyote ni sawa sana kazi bure. Wewe unaambia mwanangu, nakupenda, alafu umpeleke mwanako shule. Umpi anachotaka. Umpi mahitaji yake yote. Umsikilizi mwanako. Hiyo yani ni sawa sana kazi bure. Haleluya. Au unakuja hapa madhabahuni. Mungu nakupenda, nisaidie jukumu langu, nisaidie Bwana, nisaidie. Anatusaidia. Unakuja tena siku nyingine. Mungu, nasema asante kwa kuwa umenisaidia wakati uliopita, na kuhitaji unisaidie na sasa. Anakusaidia. Anakuambia mwanangu, nimekusaidia kwa hili. Nahitaji uninunulie viti viwili tu. Unajua Mungu anasema na mchungaji. Mchungaji anakuita. Mwanangu, unahitajika utoe sadaka ya viti viwili. Mchungaji, unajua sasa hivi nimepitia na magumu. Yaani hapa nadaiwa ada chuoni, alafu ushindwe. Mungu anakusaidia, wewe hutaki kumtumikia. Wewe ni mtu wa namna gani wewe? Yaani sijui nikuhitaji. Unakuja hapa na Mungu anakusaidia, lakini sijawahi kuona hata siku hiyo moja ukija hata ukasema nishike mfagio nifagie kanisa la Mungu. Sijawahi kuona hata siku hiyo moja useme labda leo ni watoto wa Mungu hawa ni wafanyeni, nisiseme ni leo niende nikajitolee nikawapikie uji. Sijawahi kuona. Na tena hapo unamlilia Mungu, unakuja hapa unagaragara mavumbini. Unasema Mungu nisaidie, lakini kumtendea Mungu huwezi. Kwenda nyumbani kwa mchungaji, ufike tu pale kwa mchungaji. Mchungaji, samahani, kuna vyombo nioshe. Atakunyima. Aidha atakutolea visafi au uoshe. Yaani wewe hujawahi hata kufika nyumbani kwa mchungaji. Lakini huyu mchungaji ndiye anayekuombea kila siku. Huyu mchungaji ndiye anayekusaidia katika magumu. Haleluya. Jamani, nisijui nilisemaje. Mimi ninachoachia ni kitu hicho kimoja. Mmoja nisomee Wathesalonike wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Sura ya 16 mstari wa 13. Sura ya kwanza sura ya 16. Hajafika. Aya, CJM. Basi simameni katika imani. Inatoka katika kitabu gani? Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 14. Biblia inasema basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Amina. Mungu anatuambia kwamba nitakuja kuwaletea hicho kitabu siku nyingine. Haleluya. Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Mstari wa 13 Biblia inasema, kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume, mkawe hodari, mambo yenu yote yatendeke katika upendo. Amina. Kesheni, simameni imara katika imani. Haleluya. Mungu anatuambia tukeshe, tusimame imara katika imani aliyotuachia. Haleluya. Hata kama unapitia katika magumu ya aina gani, wewe simama katika hii imani yetu. Haleluya.
Mungu atakutendea mambo makubwa. Amina. Mungu awabariki kwa kunisikiliza. Amen.